Unga. Futuru cha wangu. Futuru cha wangu. Putin. Futuru. Alhamdulillah. Napata swabu. Naam, taalu. Taalu. Vipi mtaalamu? Safi kabisa. Bwana, hii inaonyesha ishara ya machinane ilivyokuwa ama haina uhusiano wote? Hii mwanangu haina mahusiano. Haina mahusiano kwa sababu tulichokuwa tumekipanga tarehe 8 tulikuwa tumfunge Dunduka kama tarehe inavyohusu. Yani tulichokuwa tumekipanga tarehe 8 tulikuwa tumepanga kumshona Kolo, yani tarehe 8 amefungwa 8 kama ambavyo alifungwa tarehe 5 akafungwa goli 5. Ndio tulichokuwa tumekipanga, lakini leo madunduka ya kike anapaswa sana kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wameikuta Yanga Princess ambayo ina majeruhi wengi. Nyie mnajua Neema Poa akiwepo uwanjani balali na kuaje. Nyie mnajua yule Elliot akiwepo uwanjani balali na kuaje. Young Africans leo kwanza tunampongeza sana Eddie na Mourinho, fundi wa boli, kocha wa mpira. Kama kuna makocha wamewahi kupita Young Africa wa kike, wa kwanza ni Eddie na Mourinho. Yaani ana uwezo wa kuachenyenta madunduka kadiri anavyotaka yeye hata kama anakuwa na majeruhi. Leo alikuwa ameweza kucheza na fullback wawili katika upande mmoja. Sio mchezo, kaenda kamrudisha midfield ambaye alikuwa majeruhi, kaenda kumrudisha katikati ya dimba. Amemvesha na kitambaa cha ukapteni. Sio kitu kidogo. Wakati huo master passi Adebisi fundi amekaa nje shekhe, dakika 45 zote anasoma mchezo. Edi na anakaa naye anamwambia, angalia pale, ukiingia unataka upige mipira gani? Angalia chuma kile pale cha Mjerumani. Jenini. Mwamba katoka hapo tu upande wa pili Rwanda kaja hapa Yanga Afrika. Jenini kila mechi anaweka. Kila mechi. Jenini unaweza kumwangalia kamaona kama goigoi hivi. Lakini wanangu ukimwekea mpira pale mbele uhakika goli. Sasa hamna shahili leo. Shahili lipo. Nakosekanaje? Unakosa shahili la Ed na Mourinho. Niongeze tende. Nikuongeze tende. Kuwepo. Na kuongeza shahili. Nataka shahili ambalo Makolo wamekimbia, dada zao wameyakanyaga. Nataka shahili ambalo Ed na Mourinho fundi kocha wa boli atahusika. Atakuwepo. Twende. Limepigwa mpira murua chini ya Edi na Mourinho. Naam, Kolo wa kike tumempasua kimoja kisokolo kwinyo. Kaka zao walikimbia tuliwakosa kidonyo. Madunduka hayo yalikimbia. Kula tende. Akae nake kukimbia shekhe. Mimi nakwambia kwa sababu kama unakutana na Yanga ya miaka 17 unakalia chuma. Unakutana na Yanga under 20 unakalia chuma. Unakutana na Yanga ya kike unakalia chuma. Unakutana na Yanga ya kiume na kufunga mara 4 mfululizo. Ya 5 utakubali? Hapo unakula nyoya sasa hivi sasa. Isaya Dede. Wapelekeni taarifa. Tunataka mechi ya tajiri wao apige daadana 10 na tajiri wetu apige daadana 10. Imefikia huko. Sasa huko wengine kamkumbe tushamaliza. Tunataka vita ya matajiri. Mo ajitokeze hadharani apige daadana 10 tu. Ajitokeze wapi? Hadharani. 10. Ikiwezekana Benjamin Mkapa pale tunalipa vingilio, tunamwangalia Mo anapiga daadana na Garibu anapiga daadana. Vita ya matajiri. Tumuone yule dunduka tajiri dunduka magaweta. Vingilio vyote vinalipo kama kawaida. Tutalipa, si wanaanga mbaya. Kaka kumeshtuka. Watakimbia. Tajiri anaweza asija akamwambia naishi Dubai. Tajiri akalanyoya yule. Sisi tunataka vita sasa hivi ya tajiri make au ikishindikana basi tafute vita watoto wachanga. Wa Yanga hata kutambaa tu tumuone mtoto wa Yanga akitambaa na mtoto wa Skolo akitambaa. Tumuone mtoto wa Dunduka babake msalamu atatambaa tu tipwa. Nimeona kwenye comment ya picha ya rais wa klabu ya Yanga engineer amekasirika sana. Akasema bwana umetufurahisha sana sisi wana Yanga. Amekufurahisha na nini pale? Ngoja nikwambie ndugu yangu, sisi wanachama wa Young Africans na ninachokipenda kwenye timu yetu nidhamu ni kubwa ya kuwasikiliza wanachama wake. Yaani haiwezekani sisi tunalipa viingilio, tunalipa ada ya wanachama, lakini tunanunua merchandise za club. Hizi jezi unazoona tunanunua mpaka za mazoezi, mpaka na masweta tunanunua. Yaani sisi ndio wateja namba 1 wa club ya Yanga, lakini kubwa kuliko lote Engineer Hersi Ali Said nyinyi mlikuwa mumjui. Umma wa Tanzania tumewatambulisha sisi wana Yanga kwamba kuna kiongozi anajua sana kuongoza, anaitwa Engineer Hersi Ali Said. Tukamteua sisi wana Yanga kuwa rais wa klabu ya Yanga kwa mara kwanza tunavyomtafuta rais wa klabu. Kaja kafanya mabadiliko kwenye klabu yetu. Tumempa sisi dhamana ya kuiongoza ile timu.
tuliposema hatuchezi Azam Pili voice. Rais akasikia ile kauli na akaandika na barua. Majibu yamekuja kamkumbe make majibu yamejibiwa kwenye voice na rais wa shirikisho. Subhanallah, inna lillahi. Alafu Shekhe Wallace Karia, kakaangu, sisi tunakuheshimu, hebu linda heshima yako. Yani sisi wakutuambia kwamba kiongozi wetu hatumuoni ajiuzuru, sisi wana Yanga hatuambie kosa lake ile ajiuzuru. Kosa la bodi tunalijua. Wameelisha mchezo wakati watu wameshalipa viingilio na wamelipa nauli zao, wametoka mbali. Tuambie kosa la engineer ili tumwambie ajiuzuru. Engineer kosa lake barani Afrika. Ndio kosa lake. Ndio kosa lake. Kabisa ofisi Morocco. Morocco ndio kosa lake. Ndio kosa la engineer ili ajiuzuru. Atuambieni nyie. Sababu wamesema nyie muone kwa viongozi wenu wamefanya nini? Kosa akilifanya ni kupeleka timu uwanjani. Hapo tutamwambia ajiuzuru. Hiyo timu akipeleka kwenye dabi tena hiyo ya msimu, hilo ndio kosa hilo. Hilo kwanza Isaya. Sisi kwanza kuhamasisha mashabiki wenzetu wasiende uwanjani. Hilo bonge la kosa. Tayari tucheze, tushushwe daraja. Tushuke tu, Shekhe, kwani kushuka daraja kitu gani? Au tunahama tucheze hata Kenya. Kwani kwa mali wewe Isa Dede unafuatilia mpira? Duniani kote. Kote unafuatilia vizuri. Hilal Omdurman anacheza ligi gani? Mauritania. Kwao. Umeelewa kwamba inawezekana? Inawezekana. Hata sisi Yanga Afrika tunao uwezo tukatoka hapa tukaenda kucheza ligi ya Morocco, tuchuane na nani wao, tuanze kucheza ligi ya South Africa, tunakuwa tunacheza pale mechi na Mamelodi na Orlando kawaida tu fresh, afu tunatwanga, tunafuzu Champions League, tunakuwa tunacheza. Kwani kuna shida? Hakuna shida. Kuna shida. Kuna shida. Inawezekana. Barcelona yenyewe kwataka kuwa ligi ya Spain. Kamati gani bwana? Kamati naijua mimi harusi ile kamati pale Shekhe, kuna kamati pale kamkumbe. Kamati mwenyekiti asubuhi anasema mechi ipo, alafu saa 8 mechi hakuna. Ile kalimati. Hiyo kamati msemaji wa hiyo bodi anasema asubuhi mechi ipo, saa 8 mechi hakuna, asubuhi anasema mechi ipo. Hiyo kamati Shekhe. Maana yake kwa kauli zenu na sio kauli zetu, kauli zao. Sisi kazi yetu nini? Si kazi yetu kulipa viingilio kwenda uwanjani. Au nyie mnataka tumtuge kauli? Si kazi yetu nini? Isa Dede, Mavala TV mpo hapa, media kibao. Kazi ya mshabiki ni nini? Tuambieni kuna mechi wapi, sisi tutalipa viingilio kwenda tuangalie. Mimi mpaka leo nimelipa hela yangu shilingi 40,000 na nauli nimetoka Mwanza na ndege 600,000 nimelipa kutoka Mwanza. Mimi unajua tulikuwa tunacheza mechi na Pamba, nimemaliza nimekaa na kula good time Mwanza wiki nzima. Nasubiria dabi, naona bado siku moja nikabidi nichukue ndege niwahi mechi ya dabi ya Kariakoo. 600 nimelipa. Au nikonyeshe tiketi ya ndege Shekhe? Sababu ya gharama uliyotumia, mimi naomba nikupunguzie kwa kukupa euro. Nyie msitake tuanze kusema mambo mengine yanaumiza. Sisi mashabiki tumefanya majukumu yetu kusaidia kwenye mambo yako. Asante shehe wangu. Afadhali mwezi mtukufu kama unapata taila sikukuu wewe mtoto. Umenielewa vizuri Isa Dede? Subiri waione euro, niwaeke hivyo waione vizuri. Sisi Waislamu unajua tukiwa na hasira mwezi mtukufu mnaweza mkatufungulisha. Watakalkulate madunduka. Lakini niwaambie ukweli. Ndio. Mashabiki tulitekeleza majukumu yetu. Mpaka asubuhi kufikia siku ya mechi saa 7 mchana. Mashabiki zaidi ya 40,000 wamekata tiketi. Bodi ya ligi wameahirisha mechi saa 8 mchana. Kikanuni huwezi kuahirisha mechi masaa machache kama yale yalobaki. Ipi wanasema sababu ya kiusalama? Usalama gani? Kuna mtu kazulika? Kuna mtu kafanywa nini? Tunaposema wajiuzuru, tunamaanisha kujiuzuru ni sehemu ya uwajibikaji wa kazi. Nyie mjui kama kuna mtu kwenye golf kajiuzuru? Kiongozi mkubwa kabisa kaona madudu ameyafanya, kaona bora liende, bora aache, asilaumiwe. Washafanya wengi. Hawa TFF kujiuzuru kazi nini? Alafu mbona yeye kalia hata kujiingiza kwenye chaka ambalo sisi hatukumhusisha? Kwani yeye ni mwenyekiti wa bodi? Yeye si rais wa chama cha soka. Atulie. Sisi tumeruka na wale, sio yeye. Hapo ndio inakuja kuonekana anajichanganya mtu mzima, rafiki yangu. Kaamrisha yeye. Afu unapigiwa simu unaongea kamkumbe kabisa president. Kweli sinema. Mbona sinema wanaigiza watu wa maana sana? Unasema umefaidika, sisi tumefaidika kwenye uongozi wako. Wewe ndio umemleta Pacome. Wewe unajua nini? Wewe ndio umemleta Aziz Ki wewe. Wewe umeenda kumtafuta Max Nzengeli. Afu eti ndio wewe umemleta engineer Hersi, unasema sisi tunafaidika. Kwani hawajafaidika Simba kwenye uongozi wako? Mimi nimegundua. Unajua nini? Uwekezaji uliofanyika na gharibu, nitakukata koo ilidunduka. Ile documentary imeuma. Unaikumbuka documentary ya Yanga ile? Iliyofanyika cinema. Kwa kumbe anatona waigizaji kwa sababu ya ile documentary. Sasa mbona Rais Samia mbona akafanya ile documentary? Uijui ile Royal Tour?
Akutaja mule documentary. Kutajwa rais wa mpira. Wewe muonekana. Akaona mafanikio ya Yanga yeye hayumo. Ndio maana akasema tukaigize. Poa president, tutaenda kuigiza kupo kaigiza Mama Samia Royotua. Wewe Yanga. Mwacha tushushe daraja basi. Tupokonyeni pointi, mchezo hatuchezi tena. Wewe si wajeuri hapo hatuchezi. Hasa kama hatuchezi kwa maana ligi itakuwaje? Itakuwa na mnyama peke yake. Ligi vipi? Watajua wenyewe. Ligi vipi? Ligi gani unazungumza? Ligi ipo NBC. Si bado tunaendelea na mechi nyingine. Si tunaenda kucheza na Tabora. Yaani mkishushwa daraja. Tukishushwa daraja. Tutacheza kwani ligi ya chini timu zingine zipo. Tutacheza. Tutapanda daraja, tutakutana nao tena. Lakini akili itakuwa imeingia kwa kichwa. Sisi tunachotaka adabu na kurekebisha mpira wa Tanzania. Lakini Godi, swali ni kwamba ligi itamalizika bila mchezo mmoja umesalia. Tupo tayari. Mchezo si ufanye kama umekuwa sare.